Wahenga walisema, si kila uliyesanya naye kuni utaota naye moto. Ukiuelewa huu usemi, utapunguza lawama, utapunguza manunguniko, utapunguza kulalamika. Ni wale tu waliosanya kuni maporini ndio wanaweza kanielewa huu msemo. Watu kienda kusanya kuni, tunakuwa wengi, pengine tunakuwa na majirani, tunakuwa watu waliotoka sehemu moja, kijiji kimoja, jirani yako kabisa, mnasanya wote kuni. Lakini sasa mkirudi mkibeba kila mtu mzigo wake, mnaporudi nyumbani, kila mtu anarudi nyumbani kwake na mzigo wake wa kuni. Kwa hiyo wewe usitegemee kwamba kwa sababu tulikuwa wote porini tunasanya pamoja kuni, basi tukirudi nyumbani tutakoka moto sehemu moja tuote huo moto. Wakati mwingine ni kweli uliyesanya naye kuni anaweza kaa wa sehemu ya nyumba yako na mkaota moto pamoja, au jirani yako akaja kuota moto na wewe, lakini usilazimishi, sio lazima. Kuna wakati katika haya maisha mtu unasema kwamba fulani tulikuwa naye katika shida hii, fulani tulikuwa naye katika maisha haya, fulani tulikuwa naye katika mapito haya, fulani tulikuwa naye katika ofisi hii, lakini leo hanijui, leo hanisaidii, fulani nilimsaidia katika eneo fulani, fulani nilimpa msaada alipouhitaji, lakini leo hajanisaidia, leo amenitupa. Unakuwa unalaumu. Basi mimi napenda kukukumbusha kwamba wahenga walisema, si kila uliyesanya naye kuni utaota naye moto. Kila mtu ana safari yake, usimng'ang'anie mtu. Ni vizuri ukajua kwamba usiogope watu kukuacha, na wakati mwingine usiogope kuacha watu. Kila mtu katika maisha yako anawakilisha majira na muda fulani ambao Mungu amekupa neema ya kuwa naye katika safari hiyo. Watu wengine katika hadithi ya maisha yako wanaweza akawa nukta, mwingine anaweza akawa alama ya kujumlisha, mwingine alama ya kutoa, mwingine alama ya kuzidisha, mwingine kwenye maisha yako ni alama ya kugawanya, mwingine kwenye maisha yako ni alama ya mshangao, mwingine kwenye maisha yako amekuja kama alama zile za brackets za kufunga. Kiswahili sahihi sijui wanasema kufunga semi kitu kama hicho, lakini amekuja kama alama moja hapo katika maisha. Kwa hiyo lazima umsome kila mmoja katika maisha yako ni alama gani. Ikiwapo amefikia kuwa nukta, basi mwachie hapo ni nukta. Mwingine ni kujumlisha katika maisha yako, na yeye amekuwa alama ya kujumlisha. Mwingine amekuwa alama ya kutoa katika maisha yako. Mwingine amekuwa alama ya kuzidisha, mwingine ya kugawanya, mwingine ya mshangao, mwingine, yani zipo alama nyingi, siwezi kuzitaja zote. Kwa hiyo anapofikia hatua kwamba anaondoka au anakuacha katika njia moja au nyingine, kwa namna au sababu moja au nyingine, acha manunguniko, acha malalamiko. Majira yao katika maisha yako yameisha. Kila mtu ana majira ya kuwa na mtu katika maisha. Mungu anakupa watu wa kutembea nao katika kila hatua ya maisha yako. Kuna wakati inabidi watu wengine uache pembeni, uachane nao kwa sababu majira ya kutembea na wewe katika maisha yako yameisha. Ile hatua ambayo Mungu aliwapangia kutembea na wewe katika maisha imefika mwisho. Kwa sababu nzuri tu, wala sio kwa sababu ni watu wabaya. Wengine ni kwa sababu nzuri tu. Wengine ni kwamba walikufaa hapo awali lakini hawakufai tena. Hawana neema ya kiwango au katika ile hatua inayofuata katika maisha yako. Kila mtu ana neema yako, ana neema ya kutembea na wewe katika hatua fulani katika maisha. Mwingine ni kwa miaka mingi, mwingine ni miaka michache, mwingine unakutana naye siku moja tu na hatua zake zimeishia hapo katika maisha yako. Mwingine ni masaa tu. Yani kila mara, kila hatua ya maisha Mungu anakuletea watu wa kukuvusha, watu wa kutembea nao. Kwa hiyo usilalamike mtu anapoondoka kwenye maisha yako. Majira yake pengine yameisha. Pengine kile kiwango ambacho sasa umepanda au ile vita iliyo mbele yako hana neema nayo. Kwa hiyo Mungu anakutafutia mtu mwingine ambaye ana neema ya kukusaidia katika ile vita. Ana neema ya kusimama ubavuni mwako mkapigana ile vita. Sasa huyo naye mng'ang'ania pengine hana hiyo neema. Ukienda naye katika hiyo hatua inayofuata, katika vita inayofuata, pengine akawa mzigo kwako kwa sababu hana neema katika hatua hiyo kwenye maisha yako. Mwingine anakuwa pengine ni kama wale marafiki wa Ayubu kwenye Biblia tunawasoma. Walikuwa na neema kukaa naye,
kipindi cha shida, walikuja wakakaa naye kipindi cha shida, lakini kila mmoja, wengine walikuwa wanaongea sana, yani bila kuelewa mapito ya Ayubu, wanaongea sana, lakini kuna mwingine alinyamaza kimya mpaka wengine wote wakamaliza kusema, alafu yeye akaongea vizuri. Lakini kuna watu ambao hawakufika, yani tunafundishwa kwamba ni marafiki tu waliokuja, hatuoni ndugu zake na Ayubu kuja kwenye mapito yake. Lakini na marafiki wengine wengi, kwa sababu Ayubu alikuwa tajiri, na maana alikuwa na marafiki wengi, alikuwa na watu wengi anaofanya nao biashara, watu wengi anaowafahamu, ndugu pia walikuwa wengi sana. Lakini katika mapito yake walijitokeza hao watu wachache sana katika maisha yake. Kwa hiyo ndio watu ambao waliletwa katika kipindi cha mapito ya Ayubu. Walikuwa na neema hiyo, hata kama walikosea katika kumsemesha, wengine walimhukumu, lakini angalau walikuwepo katika kipindi hicho, walikusudiwa wawepo. Na wale ambao hawakuwepo usiwalaumu, ambao hawakuja kwenye mapito yako, hawakuja kwenye msiba wako, hawakuja kwenye ugonjwa, hawakuja kwenye kufilisika kwako, hawakuonekana, usiwalaumu. Wengine wako kama wale marafiki wa Ayubu ambao hawakuonekana, ndugu ambao hawakuonekana. Katika kipindi chote anafiwa, anafilisika, anajikuna mwili mzima, amekaa kwenye majivu, anamtafuta Mungu. Wengine hawakuhusika kabisa, hawakuja. Lakini Mungu alipomrejeshea Ayubu maisha, alipomtajirisha upya, walirudi wale watu wake. Neno la Mungu linatuambia kwamba walirudi tena wakiwa na pete za dhahabu kwa ajili ya kuja kumpa pole Ayubu. Usilaumu watu, wengine wameandikiwa kurudi wakati Mungu mwenyewe ameshakuvusha. Kwa nini? Mungu hataki wale watu wachukue utukufu kwamba walikuvusha wao. Mungu anataka akuvushe yeye, alafu wao watarudi kukiri kwamba hakika Mungu wako amekuvusha, lakini watakuletea na zawadi ya pete ya dhahabu. Fikiria marafiki wa Ayubu walikuwa wangapi? Kama kila mmoja alikuja na pete ya dhahabu, basi Ayubu alitajirika sana. Kila mwanadamu ni somo katika maisha. Baba yangu alipenda kunifundisha hivyo, kwamba kila mwanadamu unayekutana naye katika maisha yako ni somo. Kuna mwingine unakutana naye yeye ni jiografia, mwingine yeye unakutana naye ni civics, mwingine ni lugha, mwingine ni michezo, mwingine ni sayansi, mwingine ni sanaa, mwingine ni historia. Yani kila mtu katika maisha yako, mwingine ni domestic science. Yani kila mtu unayekutana naye kwenye maisha yako amekusudiwa kupita katika nyayo zako, katika njia yako. Huyo mtu amekusudiwa kupita katika njia yako, na ili ujifunze kwake. Yeye ni somo. Badala ya kumwangalia katika njia hasi, mwangalie katika njia chanya, kwamba analo la kukufundisha. Iwe alikutenda vibaya, iwe alikutendea mema, lakini muhesabu kama somo. Msome, alafu songa mbele. Chukua yale yanayokufaa katika huyo mtu, katika hiyo geography uliyokutana nayo katika maisha yako, katika hiyo history, katika hiyo sayansi, katika hiyo domestic science, katika sanaa. Yani chukua yale yaliyochanya, alafu yale yaliyo hasi yakusaidie kujifunza kama umejifunza kitu, na yale chanya na yenyewe yakusaidie kwamba umejifunza kitu. Yani usiwapite watu bila kujifunza. Kila mmoja katika maisha yako awe somo kwako. Jifunze unachopaswa kujifunza kwake. Unaona? Kisha kama anaondoka, mwacha aende. Lakini jifunze kile ambacho Mungu alikusudia ujifunze kwa huyo mtu aliyemleta katika maisha yako katika kipindi hicho. Awe mwema, awe mbaya, lipo somo hapo. Jifunze kwake kile ulichopaswa kujifunza, kisha pita. Kama anaondoka, mwacha aende, usimng'ang'anie. Usikae mahali ambapo unavumiliwa, kama mahali ambapo unapopendwa. Usikae hapo kwa sababu wanakuvumilia tu, wafanyeje? Yani wanashindwa kukufukuza, wanashindwa kukuambia usiwe unakuja hapa, wanashindwa kukuambia huwahusu katika maisha yao, hawakuhitaji. Usikae na watu wa namna hiyo. Kama mahali pale ambapo na wewe mwenyewe unafanya nini? Wewe mwenyewe unapendwa. Usikae mahali unapovumiliwa, kama mahali unapopendwa. Usiwang'ang'anie watu. Mara nyingi tunaogopa sana kuachana na watu. Kwamba jamani, huyu mtu tumepitoka naye utotoni, huyu mtu tumepita naye mapito mengi, huyu mtu tumekuwa na safari naye ndefu, huyu mtu ni hivi, huyu mtu ni hivi. Kwa hiyo unaogopa kuachana na watu. Lakini nakwambia hivi, using'ang'anie watu. Wache waende. Ikifika wakati wa mtu kuondoka, mwache aende. Watu wengine ni lazima waondoke ili ukutane na watu wapya.
ambao watakuvusha katika hatua inayofuata. Sasa unamng'ang'ania mtu kwamba lazima uende naye, nimekuambia wakati mwingine anaweza kaja akawa mzigo katika maisha yako. Lakini ukifika wakati wa mtu kuondoka katika maisha yako, usimng'ang'anie. Ni wakati wa Mungu umefika wa kukufungulia milango mipya, wa kukutanisha na watu wapya, wa kupeleka katika hatima yako, wa kusukuma tena katika daraja lingine, kukuvusha, wa kukuvusha tena hatua nyingine. Mungu anawaleta kila mmoja katika majira yake. Kwa hiyo sio unang'ang'ania watu, ndugu yangu. Iko hivi. Unaweza kumng'ang'ania mtu kwa sababu ya historia ulionaye, lakini kumbe Mungu, kuna mambo Mungu alisikia hao watu wakiyazungumza juu yako ambayo wewe hukuyasikia. Kuna mazungumzo ambayo Mungu aliyasikia wakiongea juu yako. Kuna mipango ambayo Mungu aliisikia wakipanga juu ya maisha yako. Mungu alisikia, lakini wewe hukuyisikia. Wewe hayo mazungumzo hukuyasikia. Kuna mambo Mungu anayajua mipango yao juu ya maisha yako ambayo wewe huijui. Kwa hiyo ilimbidi Mungu afanye maamuzi magumu ambayo Mungu anajua wewe usingeyafanya, kwa sababu ya ile historia ulio nayo na yule mtu au na wale watu. Maamuzi ya kumwacha usingeyakubali. Kwa hiyo Mungu alisikia yale maneno waliyozungumza, ile mipango waliyopanga juu yako ambayo wewe ukusikia. Mungu akafanya maamuzi magumu ambayo wewe usingeweza kuyafanya. Kwa hiyo waache waende. Usiwang'ang'anie, waache waende. Mungu ameruhusu waondoke katika maisha yako. Aliye wa kwako hata kuacha kamwe, pamoja na mapungufu yako, pamoja na makosa yako, pamoja na mafanikio yako, pamoja na shida zako. Yule ambaye ni wa kwako, ambaye Mungu amekusudia bado utembee naye katika safari, Mungu hawezi kuruhusu huyo mtu akakuacha. Ukiona mtu amekuacha, ina maana kwamba safari yenu imefika mwisho, au watarudi baadaye kama wale marafiki wa Ayubu. Kwa hiyo jifunze, ndugu yangu, kuto kung'ang'ania mtu. Using'ang'anie mtu. Ikifika wakati wa kukuacha, mwache aende. Wengine ni kwa faida yako mwenyewe, wengine ni kwa faida yao wale. Kwa hiyo si kila mtu anayekuacha anakuchukia, si kila mtu anayekuacha ni mbaya, bali mwingine ni katika safari, imefika wakati wa kukuacha. Sasa Mungu kampangia kazi katika maisha ya mtu mwingine, naye akamvushe kama alivyokuvusha wewe, akamfundishe kama alivyokufundisha wewe. Mungu anakuletea mtu mpya, au wewe anakupeleka mahali pengine na wewe kumsaidia mtu mwingine katika hatua hiyo ya maisha aliyofikia. Anakuletea watu wenye neema katika ile hatua ambayo umeifikia. Wana neema na ile vita, wana neema na ile hatua, wana neema na yale mafanikio ambayo umeyafikia, wana neema na yale mapito ambayo yako mbele yako unaenda kupita. Mungu anakuletea watu sahihi wa kukuvusha, watu sahihi wa kutembea nao, watu sahihi wa kufanya nao kazi, au wanaitwa kwamba ni wasaidizi wako wa kiungu. Mungu anawaleta kwako. Kwa hiyo wale ambao Mungu amewaondoa, waache waende. Nimesema kuna maneno pengine wakati mwingine Mungu aliyasikia ambayo wewe hukuyasikia. Kuna mipango aliijua ambayo wewe hukujijua. Mungu akafanya maamuzi ambayo wewe usingeyafanya. Wengine wanaondoka kwa wema, lakini wengine wanaondoka kwa sababu Mungu alisikia walichozungumza na walichopanga juu yako ambavyo wewe hukusikia. Waliongea katika siri, katika vikao vya siri. Mungu akafanya maamuzi ambayo wewe usingeyafanya. Waache waende.